Ni kweli haupati mtoto, lakini tatizo lako ni lipi kati ya haya mawili? Kwanza, umepima ukagundulika kweli una azoospermia, lakini azoospermia ipo katika kundi lipi? Obstructive, yani ule uzalishaji wa mbegu haupo kabisa, au uzalishaji upo mchache lakini kuna kizuizi ambacho kinasababisha mpaka usiweze kutungisha mimba. Katika sehemu ya kwanza ambapo uzalishaji haupo kabisa, yani mwili hauzalishi kabisa sperm, hii inaweza ikatibika kwa kutumia virutubisho au vyakula ambavyo vinaenda kusaidia mwili kuchochea uzalishaji wa mbegu zako. Lakini pia katika kundi ambalo linazalisha mbegu lakini kwa uchache sana, tunaita obstructive azoospermia, hii inaweza ikasaidika ikiwa kama kuna dalili za kizuizi, na wengi wanafanya IVF, waenda kutolewa mbegu na kupata mtoto kwa njia nyingine, lakini bado hii njia inawezekana kabisa kutatulika na ikarudi katika hali ya kawaida. Mr. Lishe nimekuwa nikitoa program nzuri kwa mwanaume ambaye amepata changamoto kati ya hizi mbili, obstructive nani obstructive azoospermia, lakini wote wamerudi katika hali iliyo sawa kabisa, na hatimaye sasa wanafurahia ndoa zao wakiwa na watoto wao. Vipi kuhusu wewe? Ukichukua sperm za kijana wa miaka 18 kwenda mpaka miaka 29 hapo hadi 30, utazigundua kwamba ni changamfu, alafu ni nyingi sana na zinazalishwa kwa wingi, lakini pia zina uwezo wa kusogea, zina spidi kali sana. Lakini ukichukua sperm za mtu wa kuanzia miaka 30 na kuendelea, utagundua kwamba nyingi zinakufa, nyingi ni dhaifu, alafu ni chache. Na hii imetokana na nini? Katika kipindi hiki cha umri wake wa chini ya miaka 30, yani miaka 29 kurudi chini, alikuwa akila vyakula ambavyo vinaenda kuua kiwango cha sperm, haviendi kusaidia kuzalisha kiwango cha sperm, lakini pia kunashusha viwango vya kinga ya mwili kwenye mfumo wa uzazi. Lakini huyu ambaye bado yupo kwenye umri wa chini, kinga yake ya mwili bado inafanya kazi, inazuia na kupambana na yale magonjwa. Sasa kuna mambo ya kufanya ili uweze kuzuia hiyo changamoto. Kama una chini ya miaka 30 na una tatizo hili la sperm chache, manake unatakiwa kuchukua hatua za awali, na hatua hizi Mr. Lishe nimekuwa nikiendelea kutoa program za aina ya vyakula ambavyo unatakiwa utumie ili kuweza kurudi katika hali ya kawaida.